Shetani anachokifanya kwa mtu, asilimia kubwa, hawezi kuja kukupiga ngumi hivi. Au hawezi kuja kukuletea lidude hivi likakuzuia. Anachokifanya shetani, asilimia kubwa kwa watu wote, anataka kukupiga mahali, anakutangulizia nini? Hofu. Na bila semaje, hatukupokea roho ya hofu iletayo woga. Hata mwenyewe ni shahidi. Mume wako akiwa hajarudi, ukiwa peke yako hapa nyumbani, ukisema kukuku, nini kinakuja? Hofu. Ile hofu inatengeneza nini? Woga. Kwa hiyo ukifanya jambo lolote, alafu ukawa na hofu ndani yake, ukiwa na woga ndani yake, hii inatafsiri kwamba kuna roho ya shetani humo ndani. Kwa hiyo nini kinatokea sasa? Bila haijaishia hapo, umesema bali hatukupokea roho ya hofu iletayo woga, bali tulipokea roho ya nguvu. Imagine roho, nguvu ni roho. Kwa hiyo mtu ana nguvu, maana yake ana roho. So roho ya nguvu sio nguvu za ugali. Maana unaweza kaza za ugali kesho kaza jibu. Sio za ugali. Ni nguvu za kufanya mavitu katika roho. Sasa kumbuka, nguvu hizi hazionekani mwilini. Kwa mfano unamwambia mtu, kama labda mtu ana vidonda vya tumbo, unamwambia vidonda vya tumbo kauka katika jina la Yesu. Ile neno limetoka kawaida tu, kauka. Lakini kwa sababu huku ndani una nguvu uliyoipokea, leo likiingia kwenye vidonda vya tumbo, vidonda vya tumbo vinaelewa nguvu ni nini, vinakauka, sio kwa sababu tu ya lile neno, ila limetoka kwa mtu aliyebeba nguvu. Hivyo umeipokeaje? Ni roho. Sasa jambo lolote likikupa hofu, maana yake linatoa roho ya nguvu. So ukiruhusu hofu kuingia, maana yake umeruhusu nguvu kuondoka. Kila ambaye hana nguvu hawezi kufanya vya maana, kwa sababu umekosa nguvu. So Mungu alipotuumba, huwezi kukosa nguvu alafu ukakosa hofu na ukaishi. Kama huna nguvu au kama huna ujasiri, maana yake una woga. Huwezi kusema hivi, mimi sina woga wala mimi sina hofu. Lazima na kimoja. Usio kwamba pia sema hivi, tumepokea roho ya nguvu, upendo. Upendo ni roho na kiasi. Tumetoka kwenye hiyo kodi. Sasa mambo tunayopitia mara nyingi, ukianza kujiuliza, watu watanionaje? Watu watanichukuliaje? Hivi jamani, watu, kwa mfano nafanya biashara sifanikiwi, si tunaonekana mimi sina akili. Wewe ndio umesema nitaonekana. Si nitaonekana. So wewe ndio umeruhusu waamini watu wanakuona. Kwa hiyo sema hivi, katika hali hii ninayopitia, Mungu ameamua kunipitia makusudi ili watu waongee umbea wao, wabwabwaje wanavyoweza. Alafu wakati washaongea kila kitu wamemaliza, ndio Mungu anaingia katikati sasa. Ananipa majibu, alafu anabaki kusema, "Hey jamani, kama imewezekana, kama imewezekana." Mwisho wa siku wanashinda kuambia tu, "Una Mungu wewe, una Mungu wewe." Si ndio? Kwa sababu washakupimia kwamba hapa uvuki. Kwa hiyo watu wa Mungu nitaka wahakikishie, majibu ya Mungu tunayo sisi wenyewe. Ila yaniziwa na nini? Na roho ya hofu. Wasiwasi, maswali, hivi itakuwaje? Watu wanionaje? Sasa point ya msingi ni hii. Kuanzia sasa unaishi kana kwamba hakuna tatizo lolote. Yaani tatizo lipo, sawa, lipo, lakini wewe unaamua kuishi kana kwamba halipo. Yesu aliposema hivi, wadhaifu waseme nina nguvu. Yesu alikuwa anafundisha uongo? No! Alikuwa anajua nguvu ya kukiri. Mnasema baba anamwambia, Mungu anaweza kuishi sehemu ambayo ni kiwa na ni tupu na ni giza. Alafu ameishi kwenye hilo eneo hatujui kwa muda gani. Na yeye baadaye akaona, nitakaa kwenye giza mpaka lini? Nitakaa kwenye upweke mpaka lini? Akasemaje? Na iwe nuru. Nuru ikawa. Kwa hiyo kumbe Mungu anaweza kukaa sehemu ambayo ni nini? Ni giza. Bwana nielewa, watu au mnanielewa? Alikaa kwenye sehemu ambayo huyo ni nani? Huyo ni Mungu. Mungu mwenyewe asije kukaa kwenye giza. Giza lako ni nini? Ndio kile ambacho kiko ni tatizo. Giza lako ni nini? Ndio kile ambacho kiko ni tatizo. Giza langu mimi ni nini? Ndio kile ambacho ni tatizo. Mungu alitatuaje giza lake? Alisema na iwe nuru. Alafu nuru ikawa. So kumbe na wewe unatakiwa utamke kwamba hili tatizo kuanzia sasa ni mwisho. Sasa takiwa utamke kwa mazoea. Kuna liimani limeumbika huko ndani katika moyo wako, liimani. Imani huja kwa kusikia. Umesikia nini? Shuhuda. Kuna jamaa alihubiri injili watu wakaokoka, akasema jamani, watu wameokoka na wabatize. Akaambiwa kwenye eneo hili hamna sehemu salama. Sehemu pekee ya kubatizia watu imejaa mamba. Jamaa anaenda, hajafunga hata tukavu. Anaambia twendeni huko. Anasema mamba wote ndani ya mtu tokeni. Mamba wanatoka. Umesikia hizo nini? Shuhuda. Imani huja kwa kusikia. So baada ya kusikia nini kinaumbika? Liimani fulani. Kwamba kumbe Mungu ana uwezo mkubwa namna hii. So liimani linaumbika. Liimani likiumbika nini kinatokea? Unaanza kuamini na cha kwako kinawezekana. Na Mungu ameshaeleza kusema, anasema na iwe nuru, nuru ikawa. So akatenga giza na nuru. Akasema giza liitwe usiku, nuru liitwe mchana.
Kwa kumbe matatizo sio kama yamemaliza. Yapo, ila yanaitwa usiku. Si ndio? So nimeokoka sasa, mimi sitakuwa milele, nimeokoka sasa, mimi sipati shida milele. Hapana. Mungu alitenga nuru na giza. Matatizo yako wapi? Gizani. Lakini kwenye giza kuna kitu Mungu alifanyaga, alisemaje? Na iwe nuru. So kwenye giza lako ambalo wewe umeokoka lakini bado lipo, unatamka na iwe nuru. Nuru inakuwa. Kwenye tatizo lolote unatamka. Na Mungu anamsikiliza mtu anayetamka kwa imani, kuliko mtu anayebagwaja. Mungu Baba, unajua kabisa wengi wanabagwaja, hawaombi. Haya muda wa kuomba katika jina la Yesu, nakata maskini, lakini hamaanishi hata robo. Nakata magonjwa, hamaanishi hata robo. Mungu anataka mtu ambaye ametulia, anasema, Baba, mimi nimekujua, nimesoma uwezo wako, nimesoma neno lako, nimejifunza kuna watu walipenda kwenye magumu ukawatendea. Na imani kwamba Mungu hata sasa bado unatenda. Mimi kwenye la kwangu hili natamka kuanzia leo ni mwisho. So unatamka kutokea huko ndani, imani imejaa. Alafu yamini mimi natokea, unatakiwa kuishi kana kwamba hakuna tatizo lolote. Ukiuliza lile tatizo lilishagari, hukumbuki kwa sababu huko ukilisikilizia, wewe uliamua kuishi maisha yako. Tukifanya hivyo, tutaona matokeo mazuri na makubwa kwenye maisha yetu. Lakini mpaka tutakapokuwa, unakuaje? Unapokuwa unasikiza mafundisho, mashuhuda ya kujenga, alafu unachukua hatua. Mambo ya Mungu hayatokeki vyepesi sana, kwa sababu yakitokea vyepesi kila mtu anaweza kumzoea Mungu. Mambo ya Mungu yanatakiwa ulipe gharama. Ndio maana unasema mtu anafunga. Yesu mwenyewe ametoka mbinguni, lakini alikuwa anafunga. Na ametoka mbinguni na haja hapa kwa ajili ya wanadamu. Ni Mungu amemtuma afanye kazi, lakini bado ilibidi afunge. Wewe ufungi, huombi, dhambi hujaacha, anataka mambo yatokee kirahisi rahisi. Never. Haiwezekani. Mpaka mtu akufunga. Kwa kusema haya, Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tujifunze kitu kikubwa sana hapa kwamba roho ya hofu inaleta woga na inaondoa roho ya nguvu. Na woga kazi yake ni kukutengenezea wasiwasi, unakuwa mtu ambaye hujiamini. Unatembea barabarani, watu wakicheka tu wanacheka mimi. Na hajakuambia. Hajakuambia wewe tu unacheka mimi. Kwa sababu tayari wasiwasi. Ukishinda woga, unakabisha roho ya nini? Ya nguvu. Nguvu ikikaa ndani yako ndio una uwezo wa kutamka vitu vikao. Mungu abariki sana. Shalom. Amen.